Shaabani, katika mwezi wa Shaabani, mahabbati linnabii sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya mahaba ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani wewe umeingia mwezi wa Shaabani, ulifunga siku kwa mahaba ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ya kuwa wataqarraba ila Allahi, na akawa ni mwenye kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Yani yeye katika mwezi kama ule amefunga kwa ajili ya mapenzi ya mtume, kisha vile vile amefunga kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ahibbahu Allahu wa qarrabahu min qurbatahu yawm alqiyama wa aujabahu lahu aljanna. Kama yule basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumpenda. Yani wewe ukiwa ni mwenye kufunga katika mwezi wa Shaabani kwa ajili ya kumpenda bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia wewe ambao kwamba utakaofunga katika mwezi kama huo, ya kuwa utakuwa ni mwenye kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na pia vile vile utakuwa ni mwenye kujikurubisha zaidi, utakuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwa karama ya siku kama hiyo uliofunga, basi itakuwa wewe ni wajibu kwako wewe kuingia katika pepo. Allah atujalie ni miongoni mwao. Tukiangalia katika mwezi kama huo ambao kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aenda kuzungumzia man adhama Shaaban, mwenye kutukuza mwezi wa Shaaban. Ndugu zangu, tuwaona wenzetu jinsi ambao kwamba waitangaza miezi yao. Juzi Disemba ilipoingia, utakuta kwenye TV mpaka kwenye simu, hata una haya ya Christmas, lakini utaona message ushatumiwa. Kwa sababu gani? Watangaza yale mambo yao. Vipi sisi ummati Muhammad ambao kwamba tuna haki zaidi kuadhimisha na kutangaza miezi ambao kwamba ni muhimu zaidi? Utaona leo kuna baadhi ya watu utaona watapinga jambo kama hili, watakaosoma leo la Isra wal Miraj. Yani ni ajabu kubwa, kisha ni ajabu kubwa sana ndugu zangu, kwani tukiangalia wenzetu kila jambo walitangaza, mpaka vijana wa Kiislamu tulikuwa tukisema happy new year, happy new year. Kwa sababu gani? Mwaka jana waenda kuisha Disemba, kijana wa Kiislamu ajua. Sasa kama yule kijana hukumfundisha au hatukutangaza mambo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataenda kushika lile ambalo kwamba latangazwa au atashika ile ambalo kwamba halitangazwa. Leo utakuta katika msikiti, utakuta ni walimu na wanafunzi wao na baadhi ya wazazi. Ni mtihani mkubwa ambao kwamba Disemba sote tulikuwa na kila mtu tusherehekea mwaka mpya, mpaka vijana wadogo wajua leo ni mwaka mpya. Vijana walikesha kwa ajili mwaka mpya. Leo ni siku ambao kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alienda kupewa swala, ambao kwamba swala kama hii ndio sababu yako wewe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatakikana uwashajishe vipi watoto, au yatakikana tuambiane vipi katika siku kama hizi, na katika miezi kama hii yatakikana tuhimizane kiasi gani? Ala kulli hal, sasa usione tuzungumzia miezi kama hii uone basi hawana la kusema. Sieti kuwa hatuna la kusema, bali tunataka kila mtu, vijana wafahamu siku kama hizi, na sisi wenyewe pia twajikumbusha kwa maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kuadhimisha katika mwezi wa Shaabani, yani mwenye kutukuza, wattaqullaha, na akawa ni Shaabani kwa ule kutukuza, kisha ukawa muogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Na pia vile vile kama kweli wewe wamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuacha yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameenda kukataza, wewe utakuwa wamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila bitaatihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kuwa, na akafanya akawa ni mwenye kufanyia kazi toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amsaka nafsahu anil maasiyati, na akawa ni mwenye kujizuia nafsi yake kutokamana na mambo ambayo kwa ya maasi. Ghafara Allahu ta'ala dhunubahu, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa mwenye kusamehe kama yule. Wa amina min kulli ma yakunu fi tilka alsanna min albalaya wal amrad kullaha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aenda kusema ya kuwa, basi wewe ukiwa ni mwenye kuadhimisha katika mwezi wa Shaaban ukautukuza, kisha ni mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na ukafanya kazi kwa yale ambayo kwamba aliyokuamrisha, na pia vile vile ukakataza nafsi yako yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza, basi mja kama huyo atakuwa ni mwenye kuwa na amani, atakuwa na amani min kulli ma yakunu fi tilka sana, kutokana na kila jambo ambalo kwamba litakalokuwa katika mwaka kama ule. Min albalaya, kutokamana na balaa, wal amradh, na maradhi ambayo kwamba yatakayopatikana. Leo ndugu zangu Waislamu, balaa ngapi Waislamu zaenda kutukuta? Sasa katika miezi kama hii, hasa katika mwezi wa Shaabani, ni mwezi ambao kwamba ukiomba dua utakuwa ni mwenye kukubaliwa, ila kuwa ni mwenye kutubia mwanzo yale ambayo kwamba ulikuwa wayafanya. Tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo Waislamu tuko katika makundi, tuko katika magrupu ambao kwamba hayatupasi sisi kuwa na wale watu. Katika ulimwengu wa sasa ni bora wewe ukae nyumbani tu, kwa sababu ukiwa na rafiki, yule rafiki atakupeleka kwa mambo ambayo kwamba si katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo wanaume twasengenya, wanaume wenyewe tumekuwa habari. Sasa ni bora uwe peke yako nyumbani, hakuna atakaye kuletea, uwe ni mwenye kuzungumza maneno ambayo kwamba ni ya urongo, ya kusengenya watu, utakuwa umeepukana na balaa kama zile. Sasa katika mwezi kama hii tuwe ni wenye kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadithi nyingine ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam azungumzia ya kuwa, imepokelewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sama 3 ayami min awwal Shaaban, mwenye kufunga siku 3 za mwanzo wa mwezi wa Shaabani, yani zile siku 3 ambao kwamba mwezi wa Shaabani ambao kwamba itaanza siku ya Jumatatu au Jumanne. Sasa ile siku ya kwanza uhesabu mpaka siku 3 wewe ni mwenye kufunga. Wa 3 min awsati, au akafunga siku 3 za katikati. Wa 3 min awsati, na 3 za katikati. Wa 3 min akhirihi, na 3 mwisho wa mwezi wa Shaabani. Hizo zitakuwa siku 9, 3 mwanzo, 3 katikati, 3 mwisho wa mwezi wa Shaabani. Sasa ukiwa ni mwenye kufunga siku kama hizo, kataba Allahu lahu thawaba 70 nabiyya. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelezea kuwa utaandikiwa wewe una thawabu za manabii 70. Sasa wewe wataka nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Siku 9 tu. Leo dada zetu ni hizi ambao kwamba twaziona, takuwa waswali lakini wafikiria mimi nitakula nini, au waswali pale pale wafikiria mimi nadaiwa shilingi ngapi. Ala kulli hal, ni katika jambo ambalo kwamba si makosa, kwani tukija tukisema wewe katika swala usifikirie kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjaribu sahaba wake akamwambia ya kuwa nitakupa zawadi ukiwa ni mwenye kuswali sunna, usifikirie jambo lolote. Sahaba kama yule akaingia kwenye sunna, swali rakaa kwanza hakufikiria chochote. Rakaa pili alipofika kwenye kusujudu akafikiria Mtume sallallahu alaihi wasallam atanipa zawadi gani. Alipopiga salamu Mtume sallallahu alaihi wasallam
Akamwambia mtihani wangu umefeli. Ala kulli hal, ni tabia zetu sisi wanadamu, ni watu ambao kwamba fikra zetu ni nyingi. Sasa katika miezi kama hii yatakikana tuwe ni wenye kuvuna, kwani siku tatu si nyingi. Siku tatu za katikati, siku tatu za mwisho. Ala kulli hal, siku ngapi? Siku 9. Basi utakuwa ni mwenye kufanikiwa thawabu za nabii zaidi. Wakana min ibadi Allahi taala, na atakuwa na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, na ataandikiwa yeye amefanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala miaka 70. Yani wewe ukiwa ni mwenye kufunga siku kama zile, basi utaandikiwa wewe umefanya ibada ambayo kwamba zimekubaliwa miaka 70. Leo mimi na wewe tukadirie tu tutaishi miaka mingi, ni miaka 80 au 100. Tukadirie hiyo miaka mingi na si rahisi, yetu ni baina ya 60 wa 70. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia kwa bishara yake kuwa ummati Muhammadi miaka yao ni baina ya 60 na 70, miaka 60 au 70. Sasa tukuongezee miaka 100. Sasa katika miaka 100 hiyo, kwa miaka 70 ambapo kwamba utakuwa miaka kama ambapo kwamba imekubaliwa, itakuwa bado miaka 30. Miaka 30 ile miaka ambapo inabaliki miaka 15. Kwa miaka 15 wewe katika ibada yako ni ya miaka 15. Ala kulli hal, unaona kufanya Allah subhanahu wa ta'ala lakini sisi mmoja ambao kwamba matamanio yamekuwa mengi sana ya ulimwengu, mpaka yaenda kututoa katika yale malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta katika ulimwengu kama huu. Na pia vile vile tukiangalia hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aenda kusema wa in mata, na mja kama yule akifa fi tilka sana, katika mwaka kama ule ambao kwamba aliofunga, mata shahida, mja kama yule atakuwa amekufa hali ya kuwa ni shahidi. Sasa sisi tunataka nini? Umma Muhammad, kama wewe hukuingia peponi ni wewe mwenyewe, kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashatuambia ya kuwa umma wangu wote wataingia peponi isipokuwa yule mwenye kukataa. Maswahaba wakashangaa, vipi mtu atakataa kuingia peponi apende kwenda motoni? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu ya kuwa ni wale ambao kwamba watakataa maamrisho yangu. Leo ndugu zangu Waislamu, tumekuwa ni watu ambao kwamba hatufuati maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala wala mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tumesahau ile miezi yetu ambayo kwamba ni miezi ya kihakika. Tumeshika miezi ambayo kwamba si ya kihakika. Leo watoto ukiwauliza, hebu nianzie kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa mwisho wa miezi ya Kiarabu, hajui. Lakini mwambie hebu nianzie Januari, atakuhesabia mpaka mwisho, na ajua mwezi fulani una siku fulani, mwezi huu una siku fulani. Ala kulli hali, imekuwa sisi vijana tumewaelekeza zaidi kwenye mambo ambayo kwamba ni ya kiulimwengu, ambayo kwamba hayana manufaa baada ya kufa. Na si eti kuwa ni vijana tu, mpaka watu wazima. Haya mambo yamekuwa ni mambo ambayo kwamba ni ya kihatari. Ala kulli hali, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kufunga katika mwezi kama huo, na Allah subhanahu wa ta'ala tujalie wale ambao kwamba hawajafahamu neema ya Uislamu basi waifahamu, na wale ambao kwamba wako kwenye Uislamu lakini wamekuwa ni wenye kughafilika, basi Allah twakuomba uwajalie ni wenye kuzunduka na wewe ni wenye kufanya amali hizi ambao kwamba ni za khairati. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa idha qara'tul Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim fastaghfirullaha li wa lakum
ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغام لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى من سوله وفضول الخبر، وانتهوا أما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، وثلاث بكم أيها المؤمنون من برية الجن والإنس، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الرحمة وشفي الأمة، أدى ما حاط به علمك وحاصه كتابك واللمة، وعلى آله وأصحابه من نصروا في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي الحيدر، ورضي الله تعالى عن كل صحابة الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه واستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأعز وأذل وأهم.